hata uwe mzuri wa kupindukia, tabia yako ikiwa mbaya wataku... Maneno mengine naanza kuyasahau. Hata uwe mzuri wa kupindukia, tabia yako ikiwa mbaya watakuchukia. Hata mwendo uivishe mithili ya twiga, bila maelewano mapenzi hakuna kabisa. Heshima kijana, tanguliza kwanza mbele ujeuri mbaya. Heshima kijana, tanguliza kwanza mbele ujeuri mbaya. Heshima kijana, tanguliza kwanza mbele ujeuri mbaya. Kwa majina yangu naitwa Robert Simba. Mimi ni mzaliwa wa Mwanza. Nimezaliwa Mwanza katika wilaya ya Magu. Mimi mpaka kuingia katika muziki ilivyoanza, kakaangu ambaye alikuwa anaitwa Obed Simba, Sylvester Obed Simba, wakati anasoma kulikuwa na bendi fulani pale Mwanza ya Tanu Youth League, lakini ilikuwa pale kwenye mission ya Nyegezi. Sasa ile bendi akawa anapenda sana kushirikiana nao, anafuatana nayo, na enzi zile zilikuwa ni za muziki ule wa kuiga. Nyimbo nyingi zilikuwa ni za wale wenzetu wa Kongo. Kwa hiyo akija likizo nyumbani, basi anakuja na zile nyimbo anaimba, zikawa zinanivutia. Kwa hiyo na mimi nikaanza kuingia hamasa ya kufanya nini, ya kupenda muziki. Huo ndio ulikuwa mwanzo wangu. Nimeanza kwenye bendi ndogo kule Mwanza, lakini baada ya kutoka kule Mwanza nikalipuka moja kwa moja nikaja bendi ya Dar es Salaam Jazz. Kwa hiyo wakati wa mtindo wa Mundo, kama hata mtindo wa Mundo pale Dar es Salaam Jazz, mimi nilikuwa ni mmoja wa waimbaji pale. Wakati wa mwalimu wetu King Michael Enoch, nilikuwa mmoja wa waimbaji pale. Baada ya pale nimeondoka nikaenda kujiunga na bendi moja pale ya Arusha, ilikuwa inaitwa Orchestra National. Pale Orchestra National baadaye tulienda Nairobi. Kundi letu likaenda kusambaratika pale. Ile Orchestra National tulikuwa na wanamuziki kama Bichuka, Saidi Mabera, walikuwepo kina Juma Ilulu ambaye alienda Mwenge Jazz na yeye baadaye. Tukiwa Nairobi kule tukaanza kuondoka mmoja mmoja. Na mimi nikabahatika sasa kuja Morogoro, ndio nilipojiunga na Orchestra Super Volcano na marehemu Baraka Mwishe. Mimi kwa kweli nilikuwa mtunzi hata kwenye bendi zingine nilikotoka kama hiyo Orchestra National, lakini wakati niko na marehemu Baraka Mwishe sikuweza kuwahi kutunga wimbo direct. Labda tu nilichangia kidogo kwenye wimbo ule utaisumbua roho yangu, au wengine wanauita vigeugeu. Basi ule nilichangia kidogo tu, lakini sikuwahi kutunga wimbo kwenye bendi ya Super Volcano. Ila nimeimba nyimbo kama hiyo nao isema utaisumbua roho yangu, au na vigeugeu. Nimeimba nyimbo kama wajomba amechacha, taraka, ni nyingi, safari sio kifo na zingine nyingi. Moja ambayo nilipenda sana kwa sababu nilipiga makelele mengi. Ngoja nijaribu sauti yangu ya kizee. Kuna ule wimbo huwa utaisumbua roho yangu, au vigeugeu, kwa sababu utakuta kuna makelele yangu mengi, vigeugeu, ambao unaimbwa, naogopa utanipoteza, taisumbua roho yangu, naepuka vigeugeu, ninyi wanaume ahadi hamna. Naogopa utanipoteza, taisumbua roho yangu, naepuka vigeugeu, ninyi wanaume ahadi hamna. Naota nitakuja kunyota, utakuja kupata
ambao ukienda huko sasa unakuta napiga makelele vigeugeu, wakati Mbaraka Mwishe anatafasiri gitaa. Basi niliupenda sana ule wimbo na ulinipa watu wengine, nikawa ndio jina langu. Nikitembea mjini naitwa vigeugeu. Mbaraka Mwishe kwanza niseme ni mtu alikuwa mtu mwenye upendo, kwa sababu nakumbuka wakati wa Moro Jazz, wakati wale viongozi wako kina marehemu Sefu, niliwahi kupita hapa Morogoro na mimi nilikuwa na safari ya kwenda Dar es Salaam, lakini kwa upendo aliokuwa nao walinipokea kama vile mtu anayenifahamu kama ndugu yao, na nikaenda Dar es Salaam. Ndio pale ulikuwa mwanzo wangu wa maisha ya Dar es Salaam, kujiunga na Dar es Salaam Jazz. Lakini hata wakati ulipofikia nikawa pamoja na marehemu Mbaraka Mwishe, niliona na upendo, kwa sababu wakati wote tumekaa katika hali ya furaha, wanamuziki wote, kulikuwa hakuna ugomvi, ni watu wa kufurahi, kucheka, na tulikuwa na muda mzuri hata tunapokuwa katika kutunga nyimbo, maana tulikuwa tukikaa pamoja. Wakati mwingine unasema hapa turekebishe hivi, lakini hakuonyesha kwamba yeye alikuwa mwenzetu yuko talented zaidi ya sisi, kwamba kipawa chake kilikuwa ni kikubwa. Alijiona ni sawa tu na sisi, hata tukiwa tumekaa mahali tunaongea ni sawa tu, mtataniana na nini. Alikuwa ni mtu mzuri sana. Nikiacha tumwachie mzee kwa marehemu Mbaraka Mwishe, wakati niko kwa mfano Dar es Salaam Jazz nimeimba sauti ya kwanza. Wakati tuko na kina Bichuka tunaimba kule Orchestra National Arusha, nilikuwa naimba sauti ya kwanza. Nilipokuwa na marehemu Mbaraka Mwishe sasa nimeimba sauti ya pili. Nyimbo nyingi nimeimba sauti ya pili, lakini kuna baadhi ya nyimbo nimeimba sauti ya kwanza. Kwa mfano kuna wimbo tuchukulie TANESCO. TANESCO juu Kikoni hoye, Kidatu hoye, Nasweko hoye. Mimi nilikuwa naimba ya kwanza, Mbaraka anaimba ya pili. Lakini pia katika uimbaji na marehemu Mbaraka ni uimbaji waimbaji wachache, tukawa tunaimba tunabadilishana sauti. Kuna mahali unakuta Mbaraka Mwishe anashuka, hasa sehemu zile za kumalizia, utakuta Mbaraka Mwishe anashuka, mimi ninapanda. Tulikuwa tunacheza namna hiyo. Ajomba amechacha amekuja juu harusini, wapi mahari mbona sisi hatujapata. Ni wimbo mgumu ule, unatakiwa ukiwa unaenda na vyombo una saundi vizuri. Ajomba amechacha amekuja juu harusini, wapi mahari mbona sisi hatujapata. Naweza nikasema kwamba kituko ambacho nilikutana nacho wakati wa enzi zetu za muziki wa Super Volcano. Kwa Super Volcano ilikuwa ni bendi ya pekee. Sisi tulikuwa tunaimba kuburudisha, tulikuwa tunaimba kufurahisha, na tulikuwa tunaimba kufundisha. Kwa hiyo sisi tulikuwa tumejikita katika hali zote kulingana na mazingira au na maendeleo ya nchi. Na bendi yetu ya Super Volcano ilikuwa ni tofauti, kwamba sisi tulikuwa tunasafiri, hatuchagui kwamba hapa pana pesa nyingi, hapa pana pesa kidogo. Tulikuwa tunaenda kila mahali kwa faida ya wananchi wote, ili wakapate ujumbe ambao tunao. Kwa hiyo sisi tulikuwa tukienda kwenye vijiji, wilaya, tunaenda kwenye mikoa, na hata wakati mwingine tulikuwa tunaalikwa kwenye mikutano mikubwa ya viongozi wa nchi. Kwa habari sasa ya kwamba ni lipi ambalo siwezi kulisahau, tukio lililotokea ni moja. Kuna wakati mmoja tunasafiri, tunatokea Tabora tunaelekea Mpanda. Wakati tukiwa njiani sasa, ile train tulikuwa tunasafiri nayo, behewa kichwa kikaacha ni behewa au kichwa, sikumbuki vizuri. Kwa hiyo tukawa tumekwama hapo mpaka kikaja kichwa kingine cha train kuja kutuvuta. Hapa ilikuwa panaitwa Ugara River, ni jirani sana na Ugara River au station ya Ugara. Basi hilo tukio huwa silisahau, kwa sababu tulikaa
takriban nafikiri ni siku 3 tuko pale, hakuna jinsi ya kuondoka pale, maana hakuna magari mabasi yanayofika mahali pale, labda magari maalum kwa sababu maalum. Hilo ndio wasilisahau hilo. Sasa katika hiyo hali ufikirie treni nzima mko mahali ambapo hapana hata nyumba nyingi, ni karibu tuna huo mto wa Ugara. Kwa hiyo mnaenda, tunaenda pale station, tunazima sufuria, mnasonga ugali. Kisha songa ugali, kuna majani mapana sana, unachukua ugali wako na uweka kwenye majani, au ugali wenu mnaweka kwenye majani yale mapana. Halafu kwa sababu pale pananguruka wale, mnanunua unashikilia mkononi. Sufuria inaenda kwa mtu mwingine, kwa sababu treni nzima katika shida ile ile. Kwa hiyo tukio lile huwa silisahau. Wanapogombana tuna mke wake ndani ya nyumba, usiingilie kati ugomvi wao, usiingilie kati kabisa ugomvi wao, utakuja pata balaa kijana na kusingiziwa mengine isitoshe. Leo napogombelezea mwisho wake utapata lawama. Kupitia mziki kuna vitu ambavyo mimi nimeweza kuvipata. Nimenufaika navyo kwa sababu kwanza mziki umenifanya kutembea maeneo mengi hayo ndani ya nchi au nje ya nchi. Mziki umenisaidia kwa sababu nimekutana na watu wengi, tamaduni nyingi. Kwa hiyo kuna vitu vingi nimejifunza ambavyo ni vizuri katika namna ya kuishi na binadamu wengine na watu wengine. Bendi ambazo nilizopita kama mwanamuziki, mwimbaji, na baadhi ya bendi nikipiga gitara, besi, naweza nikawakumbuka baadhi ya wanamuziki. Kwa mfano nikianza na bendi ya Dar es Salaam Jazz, namkumbuka sana Michael Enoch ambaye alikuwa ni kiongozi wetu, anatufundisha. Kweli alinifundisha vizuri kwa sababu ndiye alinifundisha hata namna ya uimbaji, kwamba utawekaje pumzi, utatumiaje hata lips zako za mdomo na kadhalika. Michael Enoch, wako akina Jumatauni, tulikuwa nao waimbaji kina Salim, kina Isa mwimbaji naye, tulikuwa na kina McLean mpiga rhythm, tulikuwa na mpiga besi huyu mtu wa Tabora, nani huyu? Basi jina limenikimbia kidogo. Tulikuwa na wanamuziki ambao kwa nawakumbuka Ramadhani Manyema kwenye Dar es Salaam Jazz, lakini pia kwenye bendi kama hiyo Orchestra National ya Arusha tuliosambaratika, tulikuwa na kina Saidi Mabera, Bichuka, Juma Ilulu, mwingine alikuwa anaitwa Stanley, na wengine tulikuwa nao. Lakini wako wengine wanamuziki ambao tumekuwa karibu nao sana. Kwa mfano wakati niko Dar es Salaam Jazz, kipindi niko Dar es Salaam, nilikuwa na wanamuziki marafiki zangu ambao nilikuwa karibu sana nao, kama Cosmas Chidumule, wakati yuko na bendi yao ya Butia Majazi, tangu enzi zile mpaka amekuja kwenye Dar es Salaam International na kadhalika. Ni mtu ambaye amekuwa ni rafiki yangu sana. Cosmas Chidumule amekuwa ni rafiki wa karibu, na yeye akiwa ni mwimbaji pia alikuwa anapiga gitara, besi, na kwenye bendi yao nakumbuka ile ya Butia Majazi alikuwa na kina Tom, sijui kina nani hao wengine, kina Makero, na wakumbuka wanamuziki wengi huwa nawakumbuka. Na zaidi mno kwa Cosmas Chidumule, kwa sababu na yeye aliamua kama mimi nilivyoamua, akaamua kuishi maisha ya kumwishia nani? Mungu. Kwa hiyo hao ni baadhi ya wanamuziki ambao nao wakumbuka, lakini ni wengi. Lakini nikija kwenye bendi yangu ya Orchestra Nation, Orchestra Super Volcano, kule siwezi kuwasahau. Tulikuwa waimbaji mimi na Baraka Mwishehe, lakini pia walikuwepo waimbaji wengine walikuwa natusupport kama kuna mmoja alikuwa mpiga saxophone.
Kuna mpiga saxophone mmoja alienda Mwenge, Bakari Kubo, alienda Mwenge Jazz wakati fulani. Tukiacha huko kwenye upendo wa waimbaji wako wapiga magitaa, amekuwepo Mbaraka Mwishe mwenyewe, amekuweko mpiga rhythm Charles Kasembe, mpiga second solo David Senyagwa, mpiga besi Athmani Kilo, wapiga trumpet tumekuwa nao kama kina Saidi Makelele, na wengine wengi wanamuziki na wakumbuka wengi, karibu wote tunawakumbukana. Kina Mambi, kina nani, wengi tu. Utafanya mengi, utakunya shinga, ulieni dhulumu, unampenda sana, lakini ujua atakuja kukutoroka, nirudie tena. Lakini ujua atakuja kukutoroka, nirudie tena. Baada ya bendi ya Super Volcano, yani baada ya kifo cha marehemu Mbaraka Mwishe, baadhi ya wanamuziki ambao tulikuwa kwenye bendi hiyo ya Super Volcano tulishawishiwa kujiunga na bendi ambayo ilikuwa inaanzishwa hapa Morogoro kwenye jeshi hapo Mzinga. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanamuziki tulienda tukafanya interview, sio interview ya muziki, interview ya kazi. Unaajiriwa kama mfanyakazi, kama utapata, kama hutapata basi shauri yako. Kufanikiwa kwako ni akili yako, uwezo wako wa elimu. Kwa hiyo tukawa baadhi yetu tukawa tumejiunga na ile bendi ya Mzinga ambayo ilikuwa inaitwa Mzinga Troop. Lakini ndipo hapo mimi nipoamua kwamba niishi maisha ya kumwishia Mungu. Kwa hiyo sikutumika nayo muda mrefu sana. Lakini baadhi ya wanamuziki kama Saidi Makelele, kuna Charles Kasembe na wengine tulifika kwenye bendi ile. Mimi muziki nafuatilia, na ninachokiona ni kwamba nyimbo nyingi ukisikiliza utakuta kwamba ni waimbaji wachache au wanamuziki wachache. Sijui watu wamependa kuita wasanii. Yote ni sanaa ndio. Lakini ninachotaka kukisema ni kwamba unakuta mtu anaimba maneno machache tu anayarudia yale, kwamba hata ujumbe hauwezi kufika kikamilifu. Hilo ni la kwanza. La pili, tumebadilika sana. Siwezi kusema vile au kusema kwamba ni makosa, lakini tumebadilika sana, kwamba unakuta jinsi tunavyoiga mambo ya kuvaa, tunavyoiga mambo haya na yale, tamaduni za kigeni zinatupeleka mahali pengine. Kwa hiyo pia hata katika muziki inakuwa pia ni mambo yale tu. Hata katika muziki unakuta mtu anajikita sana kuimba, hata sauti, hata lafudhi ile anaifanya kama vile mtu katoka Ulaya leo. Sasa unaimba nyimbo kwa mapigo ambayo yanafanana kabisa na ya nje ya Ulaya ya nini. Basi ni vizuri tungejikita kwenye miziki yetu ya tangu zamani ya Kiafrika. Miziki ya rumba ni ya Kiafrika. Hata watasema kwamba imetokea huko Marekani huko ya nini, kwenye visiwa vya nini, Dominika huko au wapi, lakini bado wale waliokuweko kule walioenda kwenye utumwa, ni kwamba muziki ule hata wa rumba umetokea kwetu hapa Afrika. Muziki tukijikita ile ya kwetu, tukapiga muziki ya asili au kwa mitindo ile ya rafidhi zetu, itakuwa ni vizuri sana. Ila na wasifu kwamba wanafanya vizuri, lakini tungejitahidi pia kutumia akili zaidi kwenye kutengeneza muziki. Sio kuishia tu kwenye kuprogram muziki, unaenda kukaa kwenye kompyuta, kwenye keyboard unamalizia hapo, halafu unajisema na mimi ni mwanamuziki kwa sababu naimba live au naimba kwenye jukwaa. Inasikitisha kidogo, itaturudisha nyuma. Koleta, usiniache mama, mapenzi yako ndio roho yangu. Koleta, wasikudanganye mali vyote ni wabaya. Koleta.
Koleta. Unajua Koleta, ndugu yako alikwisha zusha neno, na wewe kweli wa mwamini, elewa. Kwa sasa hivi mimi kwanza niliamua kuishi maisha ya kumwishia Mungu. Na pia nikaona kwamba sasa kumwishia Mungu peke yake haitoshi, hata nikitumika basi nitumike pia kwa njia hii niliyokuwa nayo ya uimbaji. Kwa hiyo pia mimi ni mwimbaji, ni mtunzi. Naimba nyimbo za gospel, ni nyingi za kutosha nimeimba, na ambazo ziko kwenye albamu yangu sasa hivi ni 7. Lakini pia najishughulisha na huduma ya watoto. Nilipoona kwamba nimwishie Mungu, nikaona kwamba basi pia nitumike kwa namna gani. Basi nikaona nitumike kwa huduma ya kuwasaidia watoto yatima. Hasa nililenga watoto yatima ambao hawana msaada kabisa, yani wala hawana family contact, ndio nililenga wale. Na nikaianza ile huduma mwaka 1996. Nimeenda nayo, lakini ilipofika mwaka 2011 tuliingia pia kwenye huduma ya kusaidia pia watoto wa mazingira hatarishi. Kwa hiyo watoto tunao wengi katika kituo, kwamba ni watoto wale watoto yatima ambao hana msaada kabisa, lakini pia tuna watoto wa mazingira hatarishi. Uliuliza kionjo kidogo. Kionjo kidogo. Okay, naweza nikaimba. Kuna mmoja kwenye album, wimbo unasema hivi: hebu kana kufikiri kama mzee wa watu aliyeona mambo mengi, utakuja nambia dunia imeharibika, inaenda wapi? Zama zile watu walikuwa wasemi uongo, wala kusikia lumbano za dini na maovu ya mauaji. Tena zama zile neno la Mungu lilishika hatamu, na hofu ya Mungu ilitanda, kutenda mema si watu wale. Kwa hiyo unaendelea na korazi yake uko mbele. Kama mtu atakapokuja kupata hiyo albamu yangu au baadhi ya nyimbo zitakapoanza kutoka, ataukuta huo wimbo upo.